Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tunaomba ujitambulishe kwa majina yote matatu. Kwa jina langu mimi naitwa Esther Jackson Kigondo. Esther Jackson Kigondo, wewe ni mshirika mahali hapa? Hapana, mimi sio mshirika ila ni mgeni. Kwa siku ya leo, kwa neema ya Mungu ameniwezesha kufika mahali hapa na kushiriki ibada ya mahali hapa. Wow, leo tumepata mgeni na ni furaha yetu hapa ROIC Semtema kuwa tunatembelewa na wageni. Na leo kwa neema ya Mungu tumepata mgeni ambaye tunafanya naye mahojiano. Umejisikiaje leo kuabudu na sisi mahali hapa ROIC Semtema? Kwa kweli kipekee nimejisikia vizuri kwa sababu siku ya leo nimehudumiwa sana. Kuanzia nimekuwa katika ibada zote. Kuanzia ibada ya kwanza nimehudumiwa, ibada ya pili pia, kwaya, yani kila kitu, yani nimejisikia kwa kweli. Ibada leo ilikuwa ni nzuri sana. Na taarifa za mahali hapa, jengo kanisa letu, ulisikia wapi? Kwa kweli binafsi kanisa hili nimekuwa nikilisikia mara nyingi, na mimi ni mwanachuo. Kutokana na ushirika tulionao na kanisa hili, basi kuna jambo ambalo kwa wametenda kwetu na sisi tukao tumekuja mahali hapa kwa ajili ya kutoa shukrani pamoja na kuabudu. Binafsi niseme tu kanisa la RGC Semtema limekuwa baraka sana kwa watu wengi, sio sisi tu. Lina support vipaji vya watu mbalimbali, wengine hata sio washirika wa mahali hapa, lakini linawasupport. Ukija na jambo lako angali tu ni la kimungu, wanakusupport hata kama huabudu mahali hapa. Kwa sisi walikuwa wametusupport kwenye jambo letu. Tulikuwa tukifanya mazoezi ya praise and worship mahali hapa. Kwa kumaliza sasa tukawa tumekuja kutoa shukrani na kuhudhuria kabisa ibada. Na siku ya leo pia tumekuwa mama yetu, mama mchungaji amekuwa ni mnenaji katika ibada ya neno. Kwako wewe umepokea kitu gani? Unaweza ukashare na anayekutizama kama mgeni kile ambacho umepokea kwenye ibada ya neno? Asante. Kwa kweli kwa siku ya leo kwenye ibada ya neno nimejifunza kichwa cha somo kilikuwa kinasema kwamba uwezo wa kuona fursa na kuziendea. Tumejifunza kwa habari ya Yusufu. Kwa kweli mama mchungaji kaongea vitu vingi vizuri vimenijenga. Amesema kwa habari ya kuzisimamia ndoto zako, kuziona katika viwango vikubwa. Unakuwa na ndoto, akazungumzia kwa habari ya ukiwa na ndoto zako kutakuwa na changamoto nyingi kama changamoto zilizompata Yusufu. Akasema changamoto hizo haziepukiki, lakini ukimwomba Mungu, ukimtafuta Mungu kwa bidii, Mungu atakufikisha mahali ambapo yeye anataka uwe. Akasema kwamba changamoto zinatumika kama vitu vya kukupush, kukufanya uende sasa kufikia ile ndoto yako. Yusufu ni lazima alitakiwa auzwe na ndugu zake kwenda Misri. Amefika kwenye nyumba ya Potifa, pia akakutana na changamoto pia kwa mke wa Potifa, lakini Yusufu mwishoni tunaona anakuwa waziri mkuu. Manake zile changamoto zinampelekea kufikia yale malengo ama maono makubwa aliyoyaona tangu mwanzo kwenye ndoto. Kiufupi tu kwa kweli nimebarikiwa, yani kuna namna nimeongezeka. Amina. Dada yetu Jessica, sisi tunakushukuru sana kama idara ya media team. Tumefurahi sana kuwa na mahojiano na mazungumzo mawili matatu na wewe, kushare kile ambacho umekiona na Mungu amekufanyia katika ibada siku ya leo. Karibu, tunaukaribisha katika ibada zetu siku nyingine, usisite. Mungu akubariki. Amina, nashukuru sana. Nashukuru sana media. Asante sana. Mpendwa mtazamaji, sisi hapa ROIC Semtema kauli mbiu yetu tunasema bring hope to others. Na sisi hapa tunapenda sana wageni. Na mojawapo kati ya jambo ambalo tunalifurahia sana ni siku tumetembelewa na mgeni, kwa sababu tumekuwa tukiwahimiza tukitangaza live ibada zetu. Kwa tunapokuwa tunaona wageni wamefika na wageni wametoa ushuhuda jinsi ambavyo ibada zimewabariki, tunajisikia furaha sana. Nipende kukukaribisha na wewe ambaye unatamani siku moja uje uabudu nasi popote pale ulipo. Kanisa letu ulipo Kihesa Semtema, jirani kabisa na kituo cha afya cha Ngome. Mungu akubariki sana. Tutaonana tena katika vipindi vijavyo. Mimi naitwa Baraka Madison Makwale. Kwa niaba ya crew nzima ya media team tunawashukuruni sana, na Mungu awabariki. Amen.